Mani sana umsikie habari za asubuhi Dr. Ashura. Salama sana, habari za nyinyi studio. Salama kabisa. Umeamka vipi? Salama, namshukuru Mwenyezi Mungu. How is your morning? I think it's bright. Oh yeah. Yeah. Karibu sana. Thank you. Hii ni timu nzima Malkia na tumetamani sana kuwa na wewe kwa muda mrefu na tunashukuru leo umefika hapa kwa sababu tuna maswali mengi sana tunatamani kukuuliza ukiwa kama mwanamke kijana unayefanya siasa na tunaona wanawake wengi na vijana wengi ni kama kuna namna siasa ni hawaipatii jicho lile lenyewe na tunavyowaona nyie mnaenda front mnafanya mambo makubwa mnashika ngazi mbalimbali kwa kweli mnatuinspire. Kwa hiyo kama jamii tunatamani sana leo tusikie mengi kutoka kwako, safari yako, jinsi ulivyokuwa unafanya na mpaka ulipofika, nini kilikuinspire na ushauri na mambo mengine kama hayo. So karibu sana. Asante sana, nashukuru. Kwa utambulisho kama ulivyotanguliza, mimi naitwa Dr. Ashura Suleiman, ni public health specialist, lakini pia ni rehabilitation medicine doctor, majored in physiotherapy. Ni kweli kwa kawaida vijana tumekuwa nyuma sana kwenye masuala ya kisiasa na mimi mara zote wanaamini huenda kunakuwa na ile sijui ni awareness na kwa ni ndogo, watu hawajui kwamba wana vipawa gani vya uongozi katika ngazi mbalimbali za kisiasa. Kwa mimi nadhani ni awareness tu izidi kutolewa hasa mashuleni, lakini pia vijana wawe tayari kuamka kuongoza wakiamini kwamba wao ndo nguvu ya taifa hili na wao wanaweza wakafanya makubwa kama vijana. So wito wangu ni huo kwamba vijana tuamke, tunaweza na tunaweza sana. Na sisi hatuhitaji kuwezeshwa. Oh yes. Yeah. So, siasa ilianzia wapi? Like mara ya kwanza unaanza, nani alikuambia, alikushawishi labda uanze na ilikuwaje? Actually safari yangu ya siasa ilianzia utotoni kabisa. Nakumbuka back in 2005 nikiwa shule. Nadhani hapa nilikuwa darasa la 4 sasa. Nikawa ni mtu tu na kwa sababu wazazi wangu walikuwa ni tunaita wanazi wa Chama cha Mapinduzi. Okay. Kwa hiyo ile mnaona zile shamra nyumbani ikitokea nyakati za uchaguzi kama hivi, wazazi wako huku na huku, nyimbo ni za yule marehemu Captain Komba, unazisikia zinapigwa, unavutiwa tu, unasema hapa kama kuna ka vibe hivi naweza nikaishi nako. Kwa hiyo ndio hivyo, inabidi sasa wakati huo mama labda anaenda kwenye vikao, unafuatana naye, anaenda huku, mara umetoka shule chakula hamna, mama yuko wapi, yuko kwenye kazi nini, unamfuata huko, ukifika pale unasikiza mambo matatu and then unaenda unavutiwa. And then kipindi hicho kulikuwa na recruitment za watoto wadogo wa Chama cha Mapinduzi, tunaita chipkizi. Kwa nikasema why not, na wazazi wangu walikuwa supportive sana. Ukionyesha tu interest wanakuambia nenda, kwa sababu watu ambao walikuwa kielewa sana chama. Kwa hiyo nikaanzia hapo sasa, na mimi nikajiunga, nikawa mtoto wa chipkizi, tunaenda. Lakini katika historia yangu tu nimekuaga nikimbelembele tu sana. Wale watu ambao akiwa hata kama ni darasani, hata kama ni zoezi tumepewa la kukusanya daftari, nataka nizikusanye mimi. Okay. Mimi ndo nikazi present. So ulikuwa unajitahidi kuwa mshiriki, unashirikisha. Kwa kiongozi kwenye ngazi mbalimbali. Hata ukisikia tunagombea monitor niko pale. Ukisikia head girl head boy niko pale. Kwa hiyo nikawa na hicho kimbelembele. Kwa hiyo kikanifanya nizidi kuwa naonekana, napanda kila sehemu naofika napewa nafasi. Na unaongoza na excel. Kwa hiyo baada ya hapo nimeendelea hivyo mpaka nilivyojiunga na form 1 mpaka form 4 kwetu huko Mwanza Sengerema. Nimeendelea hivyo katika chipkizi kushika nafasi mbalimbali, naongoza vikamati vya utekelezaji na nini. Nimeenda mpaka for advance Mwanza na yenyewe nikashika kama mlezi wa chipkizi wilaya. Baadaye nika advance nikaenda mkoa. Nimetoka pale nimejiunga na masomo ya udaktari KSMC Kilimanjaro huko. Kule nako ndo ikawa hatari zaidi. Na pia kule tulikuwa tunafanya kwa ukubwa kwa sababu sasa unaona tayari umeshakuwa mkubwa, unaelewa unachokifanya. Umeona Kwa hiyo ikaenda hivyo mpaka leo. Namshukuru Mungu niko hapa napambana. Yes, hongera sana. Thank kwa kweli you. unatia moyo vijana wengi kabisa. Kwa nini udaktari? Maana ulikuwa na uwezo wa kusoma kitu kingine tofauti ambacho kinaendana na mlengo wa siasa. Okay, swali zuri sana. Kiukweli mpaka leo ukiniuliza kwa nini nisoma udaktari, I don't know. Kwa sababu ungenikuta niko form 4 pale form 3. Ungeniuliza unataka kuwa nani, nilikuwa nakwambia mimi nataka kuwa mwalimu.
kwa sababu kuna walimu ambao walikuwa wanani-inspire sana. Ni mwanamke, kuna madam fulani naomba tu nimtaje leo kama atasikiliza hichi kipindi ajue kabisa nilikuwa namu-appreciate toka nikiwa mdogo. Anaitwa Madam Zegera. Madam Zegera huyu alikuwa ni mwalimu wa kike lakini ana akili nyingi. Yaani ni wale walimu ambao hautawahi kumuona ameingia na notes darasani lakini anashuka vitu. Yaani swali hata unajua pia wanafunzi tunakuwa na shida, yani kuna yale maswali ya challenge unaamua tu mchallenge mwalimu umkomeshe. Lakini anapangua kama yote. Kwa hiyo nikasema mimi nikiwa mkubwa nitakuwa kama Madam Zegera. Sasa huyu Madam Zegera alikuwa anafundisha chemistry na biology. Kwa hiyo mimi ile ikanimotivate kusoma chemistry na biology. Sasa chemistry na biology hapo lazima kama kwenye kuchagua combination pale form 3 lazima uchague nyingine hapo. Nikapiga sasa hapa na ile mathematics. Kuna namna ambayo mambo ni magumu kidogo, nikaenda physics kwa sababu nilikuwa nafaulu sana. Kwa hiyo ikanipelekea mimi kusoma PCB. Nimesoma PCB pale form 4 tumemaliza, nikapiga B+ ya physics. Kwa hiyo nikajikuta tu nimechaguliwa PCB kusoma advance. Kwa hiyo nimesoma advance. Mimi lengo langu kichwani nilikuwa bado nataka niwe mwalimu wa chemistry na biology. Nimeenda advance, nimesoma pale, naona ni mpaka nakumbuka nimefika advance pale, nimesoma Mkolani Secondary School iko Mwanza Nyegezi. Nikaenda academic office, nataka nibadilishe combination. Nataka nifanye CBG kwa sababu hii physics inanipeleka wapi? Itanipotezea tu muda. Na sasa nilipofika pale ule mwaka wa kwanza tu wa form 5 nikachaguliwa, nikagombea uongozi. Niligombea kama academic prefect. Lakini kwa bahati nzuri sana baada ya ile interview nadhani kaonekana nimefanya vizuri. Majina yalivyorudi sikuwa tena kama academic prefect, nikawa kama head prefect, mgombea wa head prefect. Kwa hivyo fika pale tukafanya kampeni kwa sababu mwenzenu mie mwanasiasa toka mdogo. Piga kampeni pale wanafunzi wakanielewa. Kwa uchaguzi umepita nikashinda kwa head prefect. Ile shule tuna form 1 mpaka form 6 na ni girls na boys wamemix. Lakini pale kiongozi mkuu anakuwa ni mmoja tu. Hakuna head girl na head boy. Tunakuwa na head prefect na vice head prefect. Kwa hiyo nimebahatika kuwa head prefect. Sasa nikawa naona sasa hapa ni head prefect. Na hii physics ya nini? Itanisumbua na mambo mengi ya kuongoza na kuhangaika na mahesabu. Sasa mimi nataka kubadilisha. Nimefika ofisini, nimefanya kila nilichoweza kufanya, walimu wakasema no way. Wewe haubadilishi physics kwa sababu kila mtu anahama anataka CBG, wewe unabaki na PCB. Kwa hiyo ikanilazimu niendelee kufanya PCB. Okay. Mungu sio Athmani bana, nikapambana nikatoka na matokeo mazuri sana. Mwaka wetu peke yetu ndo tulikuwa na yale matokeo ya distinction, merit, demerit, tofauti na division 1, division 2 na nikawa nimebahatika kutoka pale na distinction ya PCB. Kwa hiyo nilienda mpaka kusoma udaktari kwa sababu ya matokeo yangu. Yaani nilikuwa na faulu inanibidi niende. Sasa wakati wa kuchagua vyuo nikawa na sasa hapa napambana nafanyaje? Daktari kwani nitatoboa? Kuna hiyo notion kwamba daktari yani ni kitu kigumu, yani utaweza masomo anatomy, physiology utaweza, vitabu vyenyewe kiviona viko hapa. Sema nitatoboa kweli, lakini tu kuna the inner me ikaniambia you can do it. Kama umeweza, ulitaka ualimu huko since mdogo lakini unaona kuna vitu vinakukataa, maybe umeandikiwa huku na wazazi wangu wakaniambia you just stick to this, nadhani unaweza, kama umeweza hii physics mpaka umpata why not. Kwa hiyo nikaenda hivyo. Kwa hiyo nikawa nimechaguliwa Kilimanjaro Christian Medical University College, nikawa nimejiunga pale mpaka leo. So that's the story. I do. Sana kabisa. Uingizi siasa? Obvious kidogo. Okay. Umeshatuambia safari yako kuanzia umeanza mpaka ukafanya mambo ya medicine, lakini pia siasa ukuiacha. Lakini kama kijana na binti, watu wengi wana hiyo notion kwamba siasa ni kama mchezo fulani hivi mchafu ambao hufai, na kuna wengine mpaka wanaaswa kabisa na wazazi wao usifanye siasa. Siasa mbaya. Na matukio kweli ya siasa tunayaona, kuna mengine hayafai. Wewe hapo ulikuwaje mpaka ukaendelea bila kujali hiyo notion? Mimi nadhani kila kitu kinaanza na elimu na ufahamu na uelewa. Sidhani kama wanaelewa siasa nini. Nadhani siasa wanazichukulia tu zile za marumbano kwamba huyu katupiana vijembe na huyu wameharibiana na hivi kama hivi zinazoendelea sasa hivi. Lakini mtu akikaa akai-analyze siasa vizuri ni kwamba we exist because of politics. Yani everything is politics hapa. Ukiangalia namna ya ufanyaji kazi,
namna tu tunavyo excel majukumu yetu ya kila siku. Politics ziko pale, ziliweka sera, ziliweka utekelezaji, zilitengeneza mazingira mpaka sisi we are doing what we are doing. Sasa kama sisi tuko behind na tunaona vitu vinafanyika ndivyo sivyo, na kwa hali ya kawaida mifumo mingi imewapa nguvu sana wanasiasa katika kujadili. Hapa sasa hivi representatives wetu wa kutunga sheria ni wabunge, ambao wabunge wanatokana na siasa. Na sheria ikishatungwa haitabagua. Yaani kila Mtanzania itabidi aifuate. Kila mwanajamii itabidi aifuate. Wewe una taaluma gani? Haihusiani. Sasa kama wewe usipo step in kwenye hiyo siasa, ukawa one of those ambao wanatunga hizo sheria ambazo zinakuja kuaffect kila aspect ya maisha ya mtu, sasa tunakuwa tunajifelisha wenyewe. Kwa hiyo mimi nadhani tuiangalie tu kwa jicho very positive kwamba siasa sio mchezo mchafu, instead ni mzuri, lakini kama kuna uchafu, we are the one to step in and to clear those uchafu ambazo tunaona. Yes, kuliko tukaa nyuma unaponda, unatukana with all the negative things. Yeah, that's hivyo ndo ninavyo siasa. Sio mchezo mchafu. Ni kama mchezo fulani hivi kazuri, lakini inahitaji akili nyingi. Yeah. Tanzania kugombea ubunge. Niko nafikiria bado. Hapo kwenye kufikiria. Unadhani kwa nini vijana wengi hawaingii kwenye nafasi kubwa kubwa kama hizi? Especially wa kike. Yeah, okay. Ni ile sijui tunasemaje, ni ile perception, ni attitude ambayo tuko nayo negative, lakini pia ni mifumo ya kizamani haswa ambavyo ilijenga notion ya kwamba wanawake ni ngumu sana kuwa watawala, lakini pia kupewa nafasi mbalimbali kwenye jamii za kiuongozi, acha tu za kisiasa, kwa sababu mimi huwa naamini uongozi ni popote. Sijajua kwa nini, lakini tunaweza walau tukatumia mifano hai ambayo ipo sasa hivi kwamba ni wanawake wanafanya makubwa kiasi gani, na imekuwepo toka zamani. Kama kuna watu wanajihusisha, wanafuatilia sana historia, wanaweza wakawaona wanawake ambao walifanya makubwa sana, especially kwenye taifa hili, kama kina Bibi Titi, kama kina kina Gertrude Mongella ambao kwa bahati mbaya ameondokewa na mume wake, Mwenyezi Mungu amrehemu. Kwa hiyo ni wanawake wengi wamefanya mengi makubwa. Sasa kinachotokea ni kwamba tu sisi mabinti kuna namna fulani tukogo kama tunajikataa wenyewe, kwa sababu mimi wanaamini every positive move inaanzaga na mindset. If your mindset is negative, everything about you is going to be negative. Lakini if you are positive about everything in life, hata kama unaona mtu annoy, anakudharau na nini, you just come with something positive about it. Unaweza ukainuka na ukafanya. Kwa hiyo mimi na washauri tu wadada, bwana, hayo mambo tuyaachage huko nyuma zamani. Sisi we can do better. Tunaangalia Mama Samia anachokifanya sasa hivi. Yaani ni mfano ambao sasa mtu aje akufanyie nini ili uone kwamba tunafanya. Zamani watu labda viongozi wanawake walikuwa wanapewa nafasi zile ambazo si za kuonekana. Lakini sasa hivi tuna viongozi ambao ni front, kina Tulia Ackson, wanafanya vitu mpaka mwenyewe okay. Lakini pale bungeni wabunge wa majimbo wanawake ni wachache kulinganisha na viti maalum. Kwa sababu hawajitokezi. Wanasema chanzo cha wabunge kuwa wachache wa majimbo ni kuna rushwa nyingi, moja hapo ni rushwa ngono. Okay. Na hoji hapo. Ni kweli? Unahisi hivyo kinachokwamisha wanawake kuingia kwenye siasa ni hizi mambo mengi, propaganda, rushwa ngono kama inavyotajwa? Honestly siwezi nikaprove kwa sababu hakuna proof juu ya hilo, lakini pia siwezi nikakataa kwa sababu sijafanya research ya kutosha ya kukanusha hilo. Lakini mimi bado naamini tu kwamba siamini kwamba hawa viongozi wakubwa tunaowaona. Sasa ukiamini kwamba kuna rushwa ngono ili wewe upate nafasi fulani ya uongozi, ina maana kiongozi mpaka anafikia kuchukua nafasi kubwa ya taifa, huyu ametoa rushwa kwa watu wangapi? Haiwezekani. Mpaka unafikia kuwa speaker wa bunge, ulitoa rushwa kwa watu wangapi? So mimi naamini kuna watu ambao wanazijua sheria, taratibu na wanafuata misingi ya kisiasa. Kwa hiyo huwa siamini kabisa katika story kwa sababu mimi nimekuepo huko toka nikiwa chipkizi. Lakini nadhani pia sisi wadada tuna experience nyingi. Kuna namna vile mapenzi yapo tu. Kila ngazi, kila eneo mapenzi yapo. Unaweza kuwa ofisini bado bosi akakutaka, unaweza kuwa mfanya kazi mwenzako akakutaka, na sio lazima wewe mwanasiasa. Kwa hiyo kama huyu mwanamke ameweza kuenjua na kutafuta ways za
za kupita penya humo na akafika kama mtu fulani kwenye taasisi, kwa nini asitumie hizo njia pia ku excel kwenye siasa? Kwa bado mimi I'm not so much sure about hiyo misemo, lakini pia siwezi nikaikanusha. Maybe kuna wenzetu wanapitia hiyo, lakini na wasihi tu kwamba hiyo isiwe kigezo cha kurudisha nyuma. Usisikilize mtu fulani anasema nini kuhusu siasa. Ingia and then jionee mwenyewe. Na ikatokea labda umetaka kupata nafasi fulani. Kwa mfano sasa, nitolee mfano mdogo, mfano halisi. Mtu mwenye nia ya kugombea ubunge kupitia jimbo. Lile jimbo lina kamati nyingi, lina watu wengi sana ambao wamewekwa pale si kwa bahati mbaya, nao walipitia michujo mbalimbali mpaka kushikilia zile nafasi za kukaa kwenye vikao vya maamuzi kuamua nani kiongozi bora, nani asiye bora. Haya, sasa katika hawa watu kuna kamati za siasa, kamati za maadili, kamati za seneti, kuanzia ngazi ya wilaya, mkoa mpaka taifa. Hawa watu wanakuwa si chini ya watu 8 kwenye kamati moja. Mpaka uje ufike kwa wapiga kura. Hebu niambie, sasa huyu nikimpa huyu mmoja ana effect gani kwa watu wote? Yaani kwamba kabeba hisia za hao wengine wote. Umeona? Kwa mimi nadhani hapa ni kujitambua tu. Kwa sababu ukiingia una staili hiyo utatumika na utamalizika. Na si kwa sababu hawa viongozi ni wanasiasa, ni kwa sababu ni binadamu na mihemko iko kwa kila binadamu. Na hisia ziko kwa kila binadamu. Na saa nyingine mashallah watoto wanaingia kwenye siasa ni wazuri. Wazuri, wewe mwenyewe ukimwangalia unasema mtoto huyu. Sijui unaelewa. Kwa hicho kinatokea katika sehemu zote, lakini tu tunatakiwa tuwe na mindset ambayo ni positive. Sema okay, huyu imeshindikana, basi unatafuta namna ya kumkataa tu kwa namna ambayo ni ya kibinadamu, msitukane mkaachaniana uadui na nini, lakini tafuta hao wengine kwa sababu hakuna njia ambayo yupo tu mtu mmoja ambaye akiblock imeisha. Na kama ipo tu. We just need to come out na easy positive mindset kwamba okay, I can do it whatever the circumstance. Hapo kuna wengi ni wanaume. Wengi kabisa. Na ndio maana kwa mfano mimi naomba nitolee Chama cha Mapinduzi kwa sababu ndio chama changu. Yaani sina experience na vyama vingine. Lakini ukienda kwenye hizi kamati za maadili, ukaenda kwenye Senate, ukaenda kwenye kamati za siasa, huku kuna uwakilishi kulingana na jumuiya zetu zile. Tuna jumuiya ya vijana, tuna jumuiya ya wanawake ambao obvious hii viongozi wa hii UWT wote ni wanawake. Na wao wote wanaingia kwenye hizi kamati. Umeona? Lakini kuna nafasi za wakuu wa wilaya ambao huenda mkuu wa wilaya akawa ni mwanamke akaingia huko. Lakini pia kuna nafasi za wajumbe wa kamati ambao walichaguliwa pia kupitia michakato mbalimbali ya chama ambao pia ni wanaume au wanawake. Kwa sasa namba ya wanawake katika kamati mbalimbali inategemea hawa wanawake walijitokeza kiasi gani kuwania hizi nafasi. Umeona? Kwa bado tu tunarudi kwenye ile point kwamba wanawake tujitokeze. Ukisikia watu wanagombea ujumbe wa kamati ya siasa, inuka, chukua form, gombea, and then tuone hawa watu wote watakuomba hiyo rushwa. Umeona? Kwa sababu wengi sana tumekaaga nyuma tu tunasikiliza, wewe hadi kufika pale. Mimi nakwambia mpaka nimefika hapa kuna kitu nimejifunza sana. Kuna wakati kuna taasisi moja nilipangwa kufanya kazi kama daktari tu. Nimefika pale, kuna mama mmoja ambaye ni profesa. Huyo mama ni mtu mkubwa sana. Yaani anasifika hata ukifungua ya mapepa nini kwa watu wanaopenda kusoma watamuona sana. Yaani unaona ni mtu ambaye ni mwanamke anapiga kazi kweli kweli. Lakini nimefika pale siku ya kwanza tu. Nimepata presentation na present vitu vyake, alikuwa ameenda Norway yuko anashusha madini pale. Mimi huwa ni mtu ambaye nakuaga inspired sana na wanawake. I don't know why. Yaani kwa nimevutiwa na yule mama akasema, yaani mama mpaka ameweza kuwa profesa. Wakati huo mimi ndo ninaanza masomo yangu ya masters sasa. Mpaka ameweza kuwa I will get there. Kwa sababu nina kama masters kangu, napenda kuandika research, basi nitaenda nimuombe anifundishe grants, kuomba grants, kufanya nini na nini. Unajua kitu niliambiwa na watu ambao nimewakuta pale for more than 10 years. Yaani wako pale kwa muda mrefu. Wako, we usisubutu kumfuata yule mama. Haelewanagi na wanawake kabisa. Yaani hawezi kukusaidia kitu chako hata uende una elimu kiasi gani. Yule mama ni mbali. Umeelewa?
Lakini sasa nikakaa nikasema okay, hawa wameishi naye kwa muda mrefu, huenda kuna vitu walikwazana, mimi mpya, mimi sina kosa naye, mimi I'll go. Yes. Umeona, kwa hiyo tu I found something positive about her. Nikasema imradi unajua kunizidi, mimi I'll come to you. Nije unifukuze. Kweli siku si nyingi sana baada ya pale nikamfuata ofisini kwake. Tena nikaomba appointment kwa sababu ana nafasi kubwa. Nikaomba appointment, akaniambia Ashura, amna shida, uje ofisini. Mimi nadhani kesho nitakuwa na kikao, lakini mida ya saa 10 hivi njoo. Mida ya saa 10 ni muda ambao ni beyond muda wa kazi. Lakini nakwambia ni mkubwa, utafanyaje? Naona shida. Na yeye kweli amebanwa. Umeona? Nilikaa siku hiyo, nimemaliza muda wangu wa kazi kwa saa 9:30 mwisho. Nikakaa pale nikamsubiria. Mida ya saa 12 kasoro ndo ananiita. Ashura, hivi bado upo? Aise, nilikusahau bwana. Kama bado upo njoo ofisini. Nikaenda ofisini, nikamsalimia, nikakaa naye, nikampa mpango wangu, nikamwambia ninachohitaji ni hiki, nisaidie. Yule mama mpaka kesho ananipigia simu. Study yako imefika wapi? Supervisor anasemaje? Fanya hiki. Sio, unaelewa? Kwa hiyo sasa na mimi ningekaa nyuma nikasema yule mama ni mtu mbaya, ningeendelea kueneza ubaya wakati kumbe na hajakufanyia wewe ubaya. Na mimi nilikaa nikamuuliza yule binti alioniambia hicho kitu. Kaambia ulimfanya nini? Mimi siwezi ndugu yangu. Mimi nafika tu hapa watu wanasema hivi, mimi siwezi. Sasa unaona kumbe hata yeye hajawahi kumfuata amsaidie. Umeona? Kwa hiyo mimi naona wadada jamani tu, let's do something. Ni muda wetu. Tena sasa hivi nchi imeshikiliwa na mama. Why not bana? Yaani sasa hivi napita nikivimba. Unajua inaendana kabisa na situation ambayo tunayo humu ndani. Dr. Ashura kama mwanasiasa, daktari, akasema siendi kwenye interview peke yangu, naenda na babe. Na babe naye kafika. Wakati anakuambia nina interview kesho asubuhi, jibu lako la kwanza lilikuwa ni nini? Yani kwanza nilimwambia ni jambo jema sana. Na nikamwambia yani hiyo ni nafasi nzuri, na hata walikualika yani washukuru sana. Kwa hiyo ninakuunga mkono na nitakusindikiza. Wewe mwenyewe ndio ulisema utamsindikiza? Mimi mwenyewe. Ulisikiaje alipokuambia atakusindikiza? No, actually sasa hivi hata unani support yake hadi inakuwa hata ini excite. Kwa sababu nimezoea, yani something I'm used to. Mwanzo nilikuwa na jamani, yani unaogopa hata kumwambia kitu, unaanza Mungu wangu ataelewa kweli. Lakini siku hizi baby, I'll have to go somewhere today. Okay, I'm in for it. Naenda. Wow, umesikia? Na kwenye siasa unamsupport hivi? Kwenye siasa namsupport tena 100%. Nafikiri mwenyewe anafahamu pia. Na hata mara ya kwanza ilikuwa alipokuwa anataka kuingia kwenye siasa, alikuwa anaogopa kuniambia kwanza. Akanipa dreams zake zile na nikamsikiliza. Nilimweka kwenye kiti kama dakika 45. Mnasikilizana? Namsikiliza. Ataweza kweli huyu? Kuna maswali nikamuoji. Yaani nikamwambia kuanzia leo nakubariki na 100% nitakusupport popote unapoenda. Kwa hiyo namuunga mkono 100% zote. Kuna mtu anaweza akasema labda ni AI inaongea. Jamani ni kweli Malkia anamsupport mke wake. Mtu anaweza kazani labda ni penzi jipya. Ni mko kwa muda kwenye mahusiano yenu, kwenye ndoa yenu? Tuko kwa muda, alafu kingine tu kwa mfano kwa mimi, yani kwenye mapenzi huwa sio mgeni. I know. Na uaga mwenyewe nafikia nafahamu. Yaani nampenda sana. Na huwa nikipenda napenda. It means kuna zana moja huwa inaingia ni kwamba watu wakiwa wanaishi katika mahusiano, hata ukiangalia ndoa za siku hizi, yani watu wanaishi kama sio wamoja. Unaweza shangaa unaishi na mume wako au na mtu wako, yani mnaishi lakini kila mtu anafanya jambo lake. Sasa maisha huwa hayana tafsiri hiyo. Ukiamua kuwa na mwenzi wako basi hakikisha mnashirikiana kwa kila jambo. Katika mapenzi tuko muda sana. Na nimemsoma, nimemwassess, naye amenisoma, ameniassess, tukasema kwani tutengeneze kitu ambacho kimoja. Kwa sababu mwisho wa siku mimi nitakuja kuitwa babu na yeye atakuja kuitwa bibi. Umeshaona? Hapana bibi. Yes. Kwani tufichane kufanya mambo? Lakini kwa nini wewe ukitaka kufanya kitu nisikuunge mkono? Kwa nini mimi nikitaka kufanya kitu nafanya? Kuogopa kwenye siasa kama pale mwanzo nilivyomuuliza zile notion na kwamba kuna rushwa ngono, kuna hiki, kuna kile, changamoto ambazo zinamkabili mwanamke kwenye siasa? Swali zuri sana ndogo mtangazaji. Changamoto hizo huwa zipo, na hata kuna mwingine ukimwambia asema mke wako umemruhusu aingie kwenye siasa. Kuna mambo 1 2 3. Anakushangaa
Bahati nzuri mimi pia ni kiongozi katika sehemu, sio nzuri sana kutaja, lakini ni kiongozi, huwa naona changamoto hizo inategemea na mtu mwenyewe tu, kwa sababu binadamu sisi hatuko kamili. Na sasa nyinyi watoto wa kike ni mmeumbwa warembo sana, unaweza ukapita sehemu, yani mwanaume kukutongoza hata kama ukuingia kwenye siasa. Wewe kwa mfano, kutolea mfano, kutoka hapa kwa miguu ukipiga mita 500 utasimamishwa na wanaume hata 5. Kuna mwingine atasimamisha gari, atosha kioo na nini. Kwa hiyo ni maamuzi ya kwako mwenyewe. Sasa kipi kinachompelekea mpaka mtu labda asiwe anavutika huko? Ni kweli yeye huwa changamoto huwa zinatokea, lakini mwenyewe huwa anajitambua. Anasema mimi kwanza nina mtu wangu ambao tunapendana pia, sawa. Lakini hata huyo ambaye anaweza akakwambia labda kama hizo rushwa za ngono inakufikisha sehemu gani? Sawa? Lakini ukiacha hivyo, fanya research nyingi sana hata kwa viongozi. Kuna sehemu napita kabisa, kwanza mtu akiona mko azihitimu mke na mume, yani watu wanafurahi sana na mnaheshimiwa. Zamani watu walikuwa na mawazo kuwa mwanamke akienda sehemu fulani labda atakuwa anafanya mambo haya kama wao waliotaja. Sasa hivi watu wanakuheshimu, alafu wanafurahi kwamba tutakuunga mkono 100%. Na ndio maana sasa hivi wadada wengi sana huwa wanaogopa katika kwenda katika nyanja za uongozi, kwa sababu wanahisi labda kuna wengine akimwaga mume wake anamkatalia. Umeona? Lakini ni kitu ambacho nafikiri ni tabia tu ya mtu. Lakini hata watu wenyewe huwa wanajiheshimu. Viongozi wengi sana huwa wanajiheshimu sana. Yaani sana kwa siku hizi. Inategemea na tabia ya mtu nadhani. Kabla sijajibu hilo swali, naomba niongezee kidogo kwa alichosema mume wangu hapo. Okay. My love wa ubani. Kitu kikubwa ambacho na mimi pia ningependa kuongezea hapo ni kwamba wanaume especially, unajua hata nafasi zetu zinakuwa chache sana kwenye nafasi kama hizi kwa sababu ya support kama mlivyosema. Wanaume hebu wajitokeze, wawe mstari wa mbele, watu support. Na wanawake tuna nguvu nyingi sana tena za ziada. Na kuna wengine wanasema huwa sisi tuna sense organ 6, so 5 tena kama binadamu wa kawaida. Kwa hiyo hata tukiangalia tu kwa mfano sasa, hivi mke wa rais anaitwa first lady, mume wa rais anaitwa nani? First daddy ama first man. Lakini tukiangalia mume wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mfano, angekuwa ni wale wanaume negative kwamba wewe usiende, usifanye, kuna rushwa, kuna nini, leo tungekuwa na rais mwanamke. Tusingekuwa naye. Kwa hiyo jamani, wanaume chonde. Naombeni muachie hao wadada waje watusaidie. Vitu kama hivyo. Okay. Back to the question ni kwamba vigezo vya mbunge viti maalum, right? Okay, vigezo ni rahisi sana kabisa. Yaani hamna masharti magumu katika hilo. Kigezo cha kwanza awe Mtanzania halali kabisa. Aidha tunajua namna za kuwa a true citizen wa nchi. Kwa hiyo awe raia wa Tanzania, lakini pia awe na umri wa kuanzia miaka 21 na kuendelea. Kwa maana hapo tunaamini kwamba huyu mtu anatumia akili zake timamu. Lakini pia huyu mtu labda asiwe na historia za makosa ya jinai ambayo ameshawahi kushtakiwa, au kama alishawahi kushtakiwa na kosa la jinai basi liwe limeshasamehewa na vithibitisho vipo. Lakini pia huyu mtu awe ni mwanachama halali wa chama chake ambacho kitamteua, kwa sababu lazima hivi viti maalum vinatolewa kwa lengo la kuhakikisha usawa wa kijinsia, na ndio maana viti maalum vingi tunavipata kwa wanawake. Kwa maana kwamba 30% ya viti vyote vya bunge vinatengwa kwa ajili ya viti maalum kwa ajili ya ensure ile usawa wa kijinsia, representation. Lakini pia vinakuwa vimezingatia makundi maalum ya vijana, aidha walemavu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo huyu mtu lazima awe mwanachama wa chama chake, na hicho chama kiwe ni kile kinachotambulika kwa msajili wa vyama vya siasa nchini. Lakini pia kuna kigezo kingine zaidi ya hicho, daktari. Kama una kingine ambacho vingi umevisema, nafikiri ni hivyo. Nadhani vingine ni vya kawaida vile vya kuzingatia maadili, awe ni mtu ambaye ana maadili mema kwenye jamii, awe na akili timamu, hivyo yani. Lakini masharti sio magumu. Lakini pia kigezo cha elimu kwenye viti maalum kinazingatiwa. Katika sehemu zozote walipo, wajitokeze watumie fursa. Yaani tusiwe wasindikizaji na tusionekane kwamba sisi ni wale watu wa chini sana ambao hatuwezi. Sehemu yoyote, hata kama ni mtoto wa darasa la kwanza, na tena hii naomba nielekeze kwa wazazi. Mara nyingi wazazi tumekuwa tukiwarudisha sana nyuma watoto. Na katika hili naomba tuzingatie gender, kwa sababu bwana, wanawake huu ni wakati wetu bwana. Huu ni wakati wetu.
Majuzi nilikuwa naongea na mume wangu, tunapiga story, anaangalia tulibahatika kuhudhuria mkutano wa Chama cha Mapinduzi uliofanyika tarehe 29 na 30. Pale kulikuwa na wawakilishi wa vyama mbalimbali rafiki kutoka nchi tofauti tofauti. Sasa wakati wakisimama kusoma salamu zao, tunaona tu mtu wa kwanza mwanamke, chama kingine mwanamke. And akawa anasemaje pale, anasema ila kwa mwaka huu mbona wanaume mpaka tutajifulia wenyewe. So naombeni jamani, huu ni wakati ambao awareness imekuwa ni kubwa. Viongozi wamejitahidi sana kuongea kuhusu nafasi ya mwanamke kwenye uongozi. Kuna taasisi mbalimbali zinatoa awareness na nini. Basi naombeni wazazi tuipokee. Kuna mzazi yule ambaye hamruhusu hata mtoto wake kuwa monitress darasani. Yaani ukisikia tu achana na hivyo vitu sio nini. No, uongozi unaanzia huko chini. Yaani hata viongozi wakubwa tunaowaona leo, ukifuatilia historia zao, alikuwa tu kiranja darasani. Darasa la kwanza, la pili, la tatu, umeona. Kwa hiyo tuwape nafasi watoto kuonesha vipaji vyao vya uongozi, lakini hasa wanawake, na nawasihi sana wanafunzi vioni, kwa sababu mimi nishaikuwa pia waziri wa elimu chuoni. Kwa hiyo ninawasihi jamani, tumieni hizi nafasi, msirudi nyuma mkaona kama bwana tutaonekana viherehere, tutaonekana nini. You just do it, kwa sababu huwezi jua kesho yako Mwenyezi Mungu akuandikia nini. Na Mungu mwenyewe anataka watu mjitume, and then yeye aweke mibaraka yake pale. Yaani hautalala tu nyumbani afu Mungu aje akuchukue nenda kawe waziri wa maji. Haiwezekani. Yes. Kwa hiyo you need to fight for these positions from the very level ndogo za maisha. Sawa. Yeah, kwa hiyo ndio ushauri tu.